Mimi pia nilikuwa kijana kama wao, nikacheza, lakini muda ukaniacha, nimewasimamia wao. Kwao wakumbuke kwamba wao sasa hivi ni vijana, waitumie hii nafasi kupambana, kwa sababu umri ambao niko nao mimi sasa hivi na wao ndio wanakuja. So nimeitumia hii siku kuzungumza nao, kuongea nao, kuona namna gani wapate somo kwenye vitu ambavyo nimefanya kwenye ubora, na waendelee kujifunza pale ambapo hazidi kufanya. Kitu cha kwanza ambacho naweza nikasema mimi kutoka kwangu mimi, kwanza uthubutu na ujasiri. Nilichojifunza katika maisha haya, usimkatie mtu binadamu ili mradi anaishi. Mimi nishakuwa kwenye kundi kama hili la wachezaji 20, 50, 30, lakini nimetokea mmoja wapo kati ya wale ambao tulikuwa under 20 au kwenye academy, leo inamiliki kituo. Nini maana yake? Kwamba binadamu yoyote kutoka kwenye hili kundi na siku moja anaweza kaja kufanya hiki ambacho mimi leo nakifanya. Kwa hiyo ili mradi mtu anaishi, ili mradi mtu anaendelea kufanya kila anachokifanya, naamini anaweza akafanya kitu chochote kwa wakati wowote. Kwa hiyo nilichojifunza mimi cha kwanza, ili mradi binadamu anaishi, usimkatie tamaa. Lakini pia nilichojifunza kingine, ndani ya wachezaji kuna watu wana maono katika vitu ambavyo wanavikusudia. Nje tunakucheza mpira, kuna vitu wanavitazamia kwa baadaye, kuna namna wanavyotamani kuwa watu fulani. Kwa hiyo naamini kama mimi nimeweza kuwa leo mmoja wa watu ambao naweza nikatoa wachezaji ambao wanatumikia vilabu vya Premier League, Championship, manake kuna mmoja wapo miongoni mwao anaweza akafanya. Kwa hiyo kama watatokea watu 10 kama ambao mimi nipo, ina maana tunaongeza watu ambao wanaweza kwa daraja kwa watu wengine. Changamoto ya kwanza, mimi naamini, mimi ni muumini sana wa biashara moja izalishe biashara nyingine. Ninachoamini, namtengeneza mchezaji ni muuze ili nipate kitu ambacho nitaendeleza kituo, kwa sababu naamini mchezaji ndio mdau wa kwanza, kwa sababu sisi watoto tuna mikataba nao. Naamini nikimuuza mchezaji mmoja nikapata faida ambayo kituo kinatakiwa kipate, kama ilikuwa labda faida yake ni milioni 3, nikiwauza 10 ni milioni 30. Kwa hiyo milioni 30 nina uwezo wa kusolve mambo mengi na kuendelea kuzalisha watu wengine. Kwa hiyo mimi cha kwanza ambacho kinaninyima usingizi ni kuona hawa wanafika wapi kwa muda gani. Ndio maana unaona na push kadri inavyowezekana pale ninapopata nafasi, vijana wakaoneshe, ili niwe na resource ya kwanza kutoka ndani kabla ya mdau. Sasa changamoto zingine ni kwa sababu kituo, mimi ndio mwenye kituo, lakini si kama nimefunga milango kwa wadau. Sasa mimi nina kituo, nina familia, nina wazazi, nina watoto, wanahitaji mahitaji yao, wazazi wanahitaji niwasaidie. Kwa hiyo kituo kinahitaji nikiendeleze, nafanya kwa 90% mpaka 80% mpaka 75%. Lakini baadhi ya changamoto ambazo nakutana nazo kwenye kulea ni support ya wadau. Viko wao watoto wako kwenye kituo lakini hawaishi katika mazingira professional, wanaishi semi professional. Tunapozungumza professional ni mchezaji apate milo 3 ya uhakika, alale sehemu ambayo yuko comfortable, na maanisha atahitaji alale kitanda ajitegemee, sio aweke godoro atandike chini. Toshaona, itahitajika mtoto aweze kula milo 3 mpaka extra, itahitajika apate sare za kushindia akiwa kempu zaidi ya 2, itahitajika apate vifaa vya kusafiria, itahitajika kuna wakati usafiri kutoka hapa kwenda mazoezi sehemu nyingine. So zote hizo ni changamoto, lakini mimi zinanipush kwa sababu nina imani ni vitu ambavyo vinaisha. Kwa hiyo naweka jitihada kila siku, kinachowezekana leo naanza nacho, kinachofuata kesho naanza nacho. Naamini mpaka pale ambapo 3, 4 watakuwa washatimiza malengo yao, basi hizo changamoto zinaweza zikageuka kuwa historia. Kitu kikubwa ambacho tunazidi kuwashauri wazazi, kinacholipa sasa hivi ni talanta. Vipaji vina nafasi kubwa sana ya kutimiza ndoto za wachezaji. Mpira sasa hivi sio tena siri. Mimi na wachezaji wananizidi mshahara, wananizidi, nimewalea mwenyewe, wanacheza Premier League, level yao ya mshahara wananizidi mimi, mwalimu wao. Kwa hiyo unakuja kuona hii ni industry ambayo inatengeneza watu wengi. Kama mtoto anaweza ku accommodate kupata milioni 60 kwa miaka 3, ni biashara gani mimi naweza nikafanya hivi kwa miaka 3 nipate milioni 60? Sasa news zaidi ya wachezaji 10 ndio naweza pengine kwenye 60% nikapata milioni 6.
kwenye 10% nipate milioni 6, wachezaji 10 ndio wanapata milioni 60. Sasa unakuja kuona hii ni biashara kubwa ambayo iko wazi. Hatukatai vitu ambavyo wanaviamini, lakini mimi kwa experience ambayo niko nayo katika maisha nimeamini vipaji vina nafasi kubwa sana ya kumtoa mtoto sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo huu ni uwekezaji hai. Kama mtoto ana kipaji ni uwekezaji hai ambao sasa hivi watoto bahati ambao wako nao wanasimamiwa na walimu ambao tuna taaluma, wanasimamiwa na walimu ambao tuna njia ambazo tunaweza tukasema pita hapa mtoto akafanyaje akafanikiwa. Kwa hiyo mzazi akiwa na mtoto asikae naye nyumbani, kwa sababu hii ni fursa kama fursa zingine. Sasa hivi mpira unatuingizia hela nyingi, mpira unatufanya tutambulike. Mimi 90% ya maisha yangu naishi kwa sababu ya mpira. Nishacheza, sasa hivi nasimamia, nafundisha. Kwa hiyo naona leo siwezi kukosa 200 300. Umetoka kumoji kocha hapo, mimi nimentoa akiwa na miaka 14. Sasa hivi ni mwalimu wa Mbeya City, anapata posho yake mwisho wa mwezi. Ana uwezo wa kununua sabuni yake mwenyewe. Kuna watoto hapa nimewatoa kijijini hajui hata kuvaa viatu. Sasa hivi analipa posho za mwisho wa mwezi. Kwa hiyo ukija kuona mtoto anakaa miaka 4, 3, 2 amefanikiwa. Lakini kuna mtoto kasoma sasa hivi mpaka form 6, form chuo, ana struggle kupata kazi. Kwa hiyo vipaji vina nafasi kubwa sana katika maisha ya watoto kwa sasa hivi. Kwa hiyo wazazi wasikae na watoto nyumbani. Sehemu ambapo wako Mwanza kuna vituo, Singida kuna vituo, Dar es Salaam kuna vituo, Morogoro kuna vituo. Wawapeleke watoto wapate fursa hizi na wakomboe maisha yao. Tulianza tukiwa 0, hatuna mtoto yoyote hata daraja la 3. Lakini tunazungumza this time tuna watoto karibia 12 wamecheza, wengine ligi kuu, wengine wako ligi kuu. Kwa hiyo mimi naanza kujifunza kwamba kuna matunda ya uvumilivu yanaonekana this time. Rest in peace na Njui, na natamani angekuwepo aone kitu ambacho this time tunaendelea.